Issue yangu kubwa na hizi game booster apps ni kwamba tunajua lengo lao kuu ni kuboost performance. Tunajua tunazitumia kuboost performance. Kwa mfano, let's say mimi nina simu yangu nataka nicheze game fulani, game A, ila hilo game hali run smooth kwenye simu yangu, so nita download game booster app ili improve vitu. Kwa mfano, improve display refresh rate, improve smoothness wa game ili mradi niweze kuicheza vizuri kwa ku free RAM. Na nikisema kwa upande wa free RAM ni kwamba inaenda kufanya kazi ya kustop background apps ziweze kufanya kazi, ambazo hizi background apps ndio tunazojua zinazofanya device iwe ina function slowly. So concern yangu ni kwamba kwenye device zenye uwezo mdogo naweza nikasema ina uwezo mkubwa wa kuimprove, kwa sababu ya uwezo wake wa ku-free RAM. Kama hivyo inaongeza refresh rate, itaenda kufanya kazi kubwa ya kuboost performance, kwa sababu ya hizi devices zenye lower end zinakuwa na RAM ambao isiyokuwa kubwa, so kidogo difference utaona kuwa kubwa. Lakini kwenye mid range phones au flagship phones, difference yake inakuwa ndogo sana kuiona, kwa jinsi gani hizi devices zimetengenezwa, yani withstand magame makubwa, na ndio maana imepewa access hiyo ya kuweza kucheza hiyo game. Kwa mfano mimi ni mtumiaji wa game like football, so lot of you maybe mnaweza mkafahamu. So kama kwenye simu yangu ni S9 na download football S9, yani kwa jinsi ilivyokuwa flagship ila ni ya zamani, ilikuwa imetengenezwa kabisa kuwithstand magame makubwa kama haya. So na RAM iko baked in, RAM kubwa na vitu vyote vinavyohitajika, refresh rate ya kutosha, I think it's 90 Hz, pamoja na gaming performance iliyokuwa optimized. So yani I'm expecting kwamba football ita run vizuri, so best, lakini ita run vizuri kwenye simu yangu, tofauti na mtu ambaye anatumia let's say Infinix phone au vitu vingine kama hivyo. Kule tuta expect iwe so kubwa, ndio maana hata graphics muonekano wa graphics lazima zitofautiane kati ya simu yangu let's say pamoja na Infinix user. Ziada kinachofanya hizi apps ziwe nyingi hapa kwenye Google Play ni kwamba hapa zenyewe haziwezi kutengeneza error direct kwa mtu kwa kudownload mtu yani kwenye hii app, so inatakiwa itengeneze error ndani ya app yenyewe kwa utumiaji. So yani kama mtu wa kawaida huyo ya mimi niweze kulipa kweli kiasi hichi cha let's say hapa 500 mradi niweze kuitumia hii app. So ndio maana kuna competition kubwa sana, ndio maana hizo apps zipo nyingi. Hata hivyo, na kwa mujibu wangu nahisi 90% ya watu ambao wanadownload hizi apps ni wale wenye budget phones au mid range sana, ila wale wenye flagship na nahisi ni asilimia ndogo sana wenye flagship phones wanadownload hizi app.